Hii ni MC wa Dunia TV na karibu katika studio zetu. Leo tuko na mgeni ambaye ni mgombea wa nafasi ya naibu spika katika serikali ya wanafunzi DITSO. Kwanza kabisa tungependa kufahamu wewe unaitwa nani na ni nini hasa kimekusukuma katika kugombea nafasi hii ya naibu spika katika bunge la serikali ya wanafunzi DITSO. Karibu. Kwanza kabisa nashukuru kwa swali zuri. Kwa majina naitwa Camilla Samson Mbonda na soma B24 Electrical. Kwanza kabisa kilichonifanya nigombee nafasi ya naibu spika si tamaa ya cheo, bali ni dhamira ya dhati nilionayo kwa ajili ya kuwatumikia wanafunzi kwa uwajibikaji na uadilifu. Ninaamini ya kuwa na nimeona nafasi kubwa ya kufanya bunge letu kuwa jukwaa lenye nguvu la kupokea hoja na kutatua changamoto za wanafunzi. Binafsi ninaamini kuwa uongozi ni huduma, hivyo nipo tayari kushirikiana na spika wa bunge na viongozi wengine kuhakikisha tunaendesha bunge kwa weledi, heshima, kwa kuzingatia kanuni na katiba. Lakini pia dhamira yangu kuu ni kuona wabunge wanapata nafasi ya kusikilizwa na kuwasilisha hoja zao bungeni. Lakini pia wanafunzi kama wanafunzi wanapata kuona namna wanavyowasilishwa kikamilifu na wabunge wao. Ni hivyo. Okay, asante sana kwa maelezo hayo mazuri. Labda ukichaguliwa, ni mambo gani matatu ya muhimu ambayo unatarajia kuyaboresha katika uendeshaji wa bunge la serikali ya wanafunzi? Ndiyo, nashukuru kwa swali. Mambo ninayohitaji kuyaboresha ni mengi, lakini kwa kuwa nahitaji matatu makuu ambayo nitaanza nayo. Kwanza kabisa nitaongeza au nitaimarisha kwa kushirikiana na Mheshimiwa Spika, nitaomba ridhaa yake kuwepo kwa mafunzo na semina mara kwa mara kwa ajili ya wabunge na viongozi wengine kujifunza uongozi kwa ujumla, kujifunza kanuni, katiba, lakini pia kujifunza namna ya kujenga hoja zenye tija bungeni. Lakini pia nitahakikisha uwazi na ushirikishwaji wa wanafunzi. Nitashirikiana na Mheshimiwa Spika atakayechaguliwa kuhakikisha maamuzi muhimu na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea bungeni zinawafikia wanafunzi kwa wakati ili waelewe nini kinachoendelea, lakini pia waone namna chombo chao cha uwakilishi kinavyofanya kazi ipasavyo. Lakini pia nitaongeza kwa kushirikiana na Mheshimiwa Spika ufanisi wa bunge kwa kuhakikisha vikao vinaendeshwa kwa nidhamu, weledi, kwa kuzingatia kanuni na katiba. Lakini pia nitahakikisha kwa kushirikiana na Mheshimiwa Spika mijadala yote inayojadiliwa bungeni ndio inapatiwa ufafanuzi kwa haraka na inahakikishwa inafuatiliwa, lakini pia majibu yake yatolewe kwa haraka na ikibidi hatua stahiki zitolewe kwa haraka. Ni hivyo. Okay, asante sana. Naibu spika anatakiwa kuwa mtu wa haki na asiwe na upendeleo wowote. Sasa utahakikishaje unawatendea wabunge wote kwa usawa licha ya tofauti zao? Kwanza kabisa naamini haki ndio msingi wa uongozi bora. Binafsi kama nikuchaguliwa kuwa naibu spika, nitahakikisha kufuata kanuni na sheria zote za bunge kadri kama ilivyoandikwa kwenye katiba katika kila uamuzi nitakaoshiriki. Pia naamini zaidi kwamba ili maamuzi yafanyike sahihi, hatutakiwi kuangalia mahusiano, yaani urafiki, kozi au labda mitazamo binafsi iweze kumfanya mtu akapendelewa. Bali mimi nitahakikisha kila mbunge anapata nafasi sawa ya kuwasilisha hoja zake na kutoa na kusikilizwa pia kwa heshima. Okay. Sitakubali maamuzi au mtu apendelewe kutokana na ukaribu binafsi au mitazamo binafsi. Lakini pia nitahakikisha usawa, kila mtu atapata nafasi ya kuwakilishwa, ya kuongea hoja zake ambazo amepokea maoni kutoka kwa watu wake. Lakini pia nitahakikisha kila maamuzi yanafanyika kwa kuzingatia katiba na sheria bila kujali mahusiano binafsi. Ni hivyo. Okay. Safi kabisa. Wanafunzi wengi wanatarajiwa sauti zao ziweze kusikika bungeni. Sasa wewe utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba maoni na changamoto zao zitawasilishwa na kujadiliwa vizuri bungeni? Asante kwa swali.
Kwanza kabisa nitahakikisha kuwepo kwa ukaribu kati ya wabunge na wanafunzi wao wanaowakilisha. Nitahakikisha wabunge na kuwahimiza mara kwa mara wapokee maoni na kuyawasilisha bungeni mara moja, lakini pia nitahimiza kwa kushirikiana na Mheshimiwa Spika matumizi ya kidijitali, lakini pia na mikutano ya wazi ya wanafunzi ili kuweza kupokea maoni ya wanafunzi wengi zaidi, na maoni yao sitaishia tu kuhakikisha yanapokelewa tu, nitahakikisha yanajadiliwa na kufikiwa muafaka kwa haraka. Okay. Unafikiri ni kwa nini wanafunzi wa DIT wakuchague wewe kama naibu spika na si mgombea mwingine yeyote wa nafasi hii? Kwanza kabisa nianze kwa kusema naheshimu wagombea wenzangu wote, kwa sababu wote sisi na mimi lengo letu ni moja la kuitumikia DIT na wanafunzi wetu kwa ujumla. Lakini hata hivyo nahitaji zaidi wanichague kwa sababu nitaleta umoja, lakini pia nitaleta muunganiko wa maono, uwajibikaji, lakini pia utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Pia mimi binafsi naamini katika kusikiliza kabla ya kuamua, naamini katika kufuata sheria, naamini katika kutekeleza na sio kulaumu. Lakini pia naahidi kuwa nitakuwa naibu spika anayefikika, anayesikiliza, ambaye atajali maslahi ya wanafunzi wote, lakini pia kulinda heshima ya bunge letu kwa ujumla. Lakini pia sitaji kuongea sana, ahadi ya maneno sio kitu, bali nitadhihirisha kwa vitendo. Nashukuru. Asante sana, umemaliza vizuri. Labda tu na ujumbe gani wa mwisho kwa wanafunzi wa DIT kuelekea uchaguzi huu? Kwanza kabisa nawashukuru wote kwa kushiriki na kunisikiliza katika mchakato huu wa kidemokrasia, lakini kubwa zaidi naomba waheshimiwa wabunge tushiriki uchaguzi huu kwa amani na ushirikiano, lakini pia wahakikishe wachagua kiongozi mwenye maono, uadilifu na atakayekuwa tayari kufanya kazi kwa kushirikiana na kuwatumikia na kuwa mwadilifu na mwajibaji kwa wanafunzi wote. Lakini mwisho kabisa naomba ridhaa kwa ndugu wabunge, ridhaa yao na kura yao, ili niweze kuwa naibu spika katika bunge letu, ili niweze kutimiza maono yote ambayo nimeyawaza. Lakini pia naahidi kushirikiana kikamilifu na spika na kutimiza majukumu yangu kikamilifu. Lakini pia naahidi hata wakati ambapo spika hatakuwepo nitamwakilisha kikamilifu, na naahidi kuwa kila jambo ambalo nitakabidhiwa, iwe ni majukumu au hoja za watu binafsi, nitahakikisha nazitimiza kikamilifu na kwa wakati. Nashukuru. Basi sisi tunakushukuru, mimi sina la ziada na kutakia kila la heri katika mchakato huu. Naamini Mungu atakutangulia na unaenda kushinda. Amen, napokea. Amina. Karibu sana, Mungu akubariki, sisi tunakuombea. Asante sana mtazamaji, hapo tumefikia mwisho wa mahojiano haya na wanafunzi wa bunge la serikali ya wanafunzi DITSO. Mmemsikia mgombea naibu spika wa bunge letu. Kwa hiyo tunaomba mnapoenda kufanya uchaguzi basi msikilize hoja hizo ambazo amezitaja, na hivyo muweze kumchagua kama naibu spika ambaye atakuwa akituwakilisha pale bungeni. Tunashukuru na Mungu awabariki, na hapo ndipo tumefikia mwisho. Mpaka wakati mwingine, kwaherini kwa sasa.